Workout hii inachanganya heavy load kupitia barbell curls, stretch mediated stimulus kupitia inclined dumbbell curls, maendeleo ya sehemu mbili za biceps kwa hammer curls na ujenzi wa forearm pamoja na grip kupitia easy bar reverse curls. Ukilenga kujenga biceps kubwa na zenye umbo zuri, kufanya curl moja pekee mara nyingi haitoshi. Biceps inafanya kazi kupitia angles tofauti za movements. Ndiyo maana kwenye workout hii nimetumia mazoezi manne ambayo yanakamilisha zoezi la mkono wa mbele kwa ujumla. Na zoezi la kwanza ni barbell curl. Hii ndiyo compound isolation movement inayokuruhusu kutumia uzito mkubwa zaidi huku ukiwa umeweka tension ya kutosha kwenye biceps. Lengo si kuinua uzito kwa kutumia mgongo, bali ni kudhibiti movements kuanzia chini mpaka juu. Weka elbows karibu na mwili na epuka kuzisogeza mbele kupita kiasi ili biceps ifanye kazi kubwa. Na baada ya hapo, tunaingia kwenye incline dumbbell curl. Sababu ya kutumia bench iliyoinama 30 degrees ni kuweka bega kwenye position inayoongeza stretch na tension ya biceps, hasa long head. Stress chini ya uzito ni moja ya mambo yanayohusishwa na muscle hypertrophy. Hivyo, usikimbize reps. Shusha dumbbell taratibu na panda kwa control huku ukikaza biceps juu ya movement. Hapa namaanisha fanya full range of motion. Exercise ya tatu ni hammer curl. Tofauti na curl ya kawaida, hapa neutral grip inaongeza ushiriki wa misuli miwili ambayo iko chini na pembeni ya biceps, na ikikua inaweza kufanya mikono ionekane mikubwa zaidi, na kama unapenda arms zionekane kubwa hata ukiwa umevaa t-shirt, basi usipuuze hammer curl. Mwisho tunafanya easy bar reverse curl. Hii inalenga zaidi mkono wa mbele, pia ikiboresha grip strength. Forearms zilizojengeka vizuri zinachangia muonekano wa mkono mzima na zinaweza kusaidia performance kwenye mazoezi mengine kama deadlifts na rows. Lakini exercise pekee hazitoshi. Ili kupata matokeo mazuri, zingatia progressive overload. Hii inamaanisha kuongeza uzito, kuongeza reps na kuboresha ubora wa execution kadri muda unavyokwenda. Kama unafanya kilo zile zile na reps zile zile kwa miezi 6 bila mabadiliko, maendeleo yanaweza kupungua. Pia usikimbilie momentum. Watu wengi hutumia mgongo na mabega kuinua uzito, jambo linalopunguza kasi inayofanywa na biceps. Tumia movement iliyodhibitiwa, yani usiwe na too much swing, na hakikisha eccentric phase, yani kushusha uzito, inafanyika pole pole kwa sekunde 2 hadi 3. Kwa hypertrophy, seti 3 hadi 4 kwa kila exercise na reps 8 hadi 15 zinaweza kuwa chaguo zuri kwa watu wengi, mradi seti hizo zifanyike karibu na technical failure huku form ikiwa sahihi. Na kumbuka, misuli haikui wakati uko gym, inakuwa wakati wa recovery. Hakikisha unapata protein ya kutosha, usingizi bora na muda wa kupumzika kabla hujafanya tena biceps workouts. Workout hii inachanganya heavy load kupitia barbell curls, stretch mediated stimulus kupitia inclined dumbbell curls, maendeleo ya sehemu mbili za biceps kwa hammer curls na ujenzi wa forearm pamoja na grip kupitia easy bar reverse curls. Ukifanya kwa consistency na ukafuata kanuni za lishe na recovery, unaweka msingi mzuri wa kujenga mikono yenye nguvu na ukubwa unaoonekana. Bodium, get what you deserve.